Jessica alikuwa msichana mdogo, mrembo wa asili, mwenye macho ya kuvutia na tabasamu la kupendeza. Alitoka kijijini kuja mjini kutafuta kazi baada ya maisha kuwa magumu kwao. Kupitia rafiki yake, alipata kazi ya kuwa mfanyakazi wa ndani kwenye familia tajiri ya Mzee Shija, mfanyabiashara mkubwa mwenye nyumba ya kifahari, mke mrembo aitwaye Mama Tasha na mtoto wao wa pekee, Kelvin, kijana mtanashati aliyerudi tu kutoka masomoni nje ya nchi. Siku zilivyopita, Jessica alizoea maisha ya mjini. Alikuwa mnyenyekevu, mchapakazi na mwenye nidhamu. Lakini bila kujua, moyo wa Mzee Shija ulianza kuyumba. Alianza kumtazama Jessica kwa jicho la pili. Alipendezwa na unyenyekevu wake, uzuri wake wa asili na namna alivyotunza nyumba. Usiku mmoja, Jessica alikuwa jikoni akiosha vyombo. Mzee Shija akamfuata kwa visingizio vya kuhitaji chai ya moto. Aliingia jikoni na kuanza kumwelezea Jessica jinsi alivyo mwanamke wa tofauti. Jessica alihisi wasiwasi, lakini pia moyo wake ulicheza kwa namna isiyoeleweka. Ulimi wa Mzee Shija ulikuwa laini, wenye ahadi za maisha bora, pesa na ulinzi. Polepole alijikuta akikubali penzi hilo kwa siri kubwa. Lakini wakati huo huo, Kelvin, mtoto wa Mzee Shija, alianza pia kumvutiwa na Jessica. Alimwona tofauti na wasichana wa mjini. Jessica alikuwa wa kipekee. Alijaribu kila njia kumkaribia, kumpeleka out, kumtumia zawadi, lakini Jessica alijikuta kwenye njia panda, kumchagua baba au mwana. Jessica alikuwa kwenye hatari kubwa. Alihifadhi siri ya uhusiano wake na Mzee Shija huku moyo wake ukianza kumgeukia Kelvin ambaye alikuwa wa umri wake, mwenye mapenzi ya kweli na asiye na mke kama baba yake. Mambo yalizidi kuchanganyika pale Mama Tasha alianza kushuku kuwa kuna kitu kinaendelea. Alianza kumfuatilia Jessica. Siku moja akakuta ujumbe wa kimapenzi kwenye simu ya Mzee Shija aliyomtumia Jessica usiku wa manane. Nataka usiku huu uwe wangu tena, malaika wangu wa ndani. Moto ulizuka. Mama Tasha alikasirika mno. Lakini hakutaka kufanya fujo moja kwa moja. Aliamua kupanga mpango wa kumtundika Jessica kwa kumshika red-handed. Lakini kabla hajafaulu, Kelvin aliamua kumchumbia Jessica rasmi mbele ya familia. Ndipo bomu likalipuka. Mzee Shija akakasirika sana, akamwambia Kelvin, huyo msichana si wa kuoa. Mpe pesa na aende zake. Lakini Kelvin hakujua kuwa baba yake alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na Jessica. Mama Tasha naye aliweka wazi ujumbe aliouona. Nyumba ikageuka uwanja wa vita. Sasa Jessica anabaki kwenye uamuzi mgumu, kumfuata Kelvin ambaye anaweza kumpa maisha mapya ya heshima na upendo wa kweli, au kubaki na Mzee Shija aliyemtoa kwenye umaskini lakini mwenye siri nyingi na ndoa iliyokwisha. Kimya kilitawala kila kona ya jumba hilo la kifahari. Kelvin alikuwa amejifungia chumbani kwake kwa siku nzima. Hakutaka kuongea na yeyote. Moyo wake ulikuwa umevunjika vipande vipande. Alijisikia kudanganywa, kusalitiwa na kushushwa hadhi mbele ya familia nzima. Mapenzi aliyoyajenga kwa imani yameporomoka kama jumba la karatasi. Wakati huo huo, Mzee Shija alikuwa sebuleni akinywa pombe kimya kimya. Alikuwa na huzuni na majuto, lakini ujeuri wa mwanaume ulishinda kila kitu. Aliamini bado ana mamlaka ya kuamua kila kitu ndani ya nyumba, lakini safari hii, moto aliouwasha ulishika pazia la familia. Mama Tasha, kwa upande wake, aliamua kuchukua hatua kali. Aliandaa barua ya kumfukuza Jessica kazini. Lakini kabla hajampa barua hiyo, alimwita jikoni kwa mazungumzo ya mwisho. Mama Tasha, Jessica, sitaki kukuona tena hapa. Umelikoroga na sasa lazima uondoke. Lakini kabla hujaondoka, naomba uniambie kitu kimoja. Ulipomwangalia Kelvin, ulikuwa unampenda kweli? Au ilikuwa njia ya kujificha baada ya kuharibika na baba yake? Jessica alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya huzuni, Jessica, Kelvin ni wa pekee.
Nilimpenda kwa dhati. Lakini moyo wangu ulikuwa tayari umevutwa na tamaa, nikashindwa kusimama kwenye ukweli. Sikupanga yote haya. Yalitokea na yameniumiza kuliko hata nini. Mama Tasha akatikisa kichwa, kisha akatoa barua na kumkabidhi. Mama Tasha, chukua hii. Kesho asubuhi utaondoka. Lakini ukumbuke, sio kila njia ya mkato huleta maisha marefu. Wengine huzama njiani. Usiku huo, Jessica alimpigia Kelvin simu. Kwa mshangao wake, Kelvin alijibu. Walikaa kimya kwa sekunde. Jessica, naondoka kesho. Kelvin, najua. Jessica, sijui kama utanisamehe. Lakini nataka ujue, mapenzi yangu kwako hayakuwa ya uongo. Wewe ni mwanzo mpya niliotamani, ila sikuwa tayari kihisia. Kelvin, nahitaji muda. Maumivu haya hayataisha haraka. Lakini siku moja labda tutakutana tena tukiwa tumesamehe. Simu ikakatika. Jessica alilia kwa kimya. Kesho yake, kabla hata ya jua kuchomoza, Jessica alipanda daladala, akabeba begi lake dogo na kuondoka kwenye jumba alilolifikiria kama mwanzo mpya, lakini likawa kiwanja cha maumivu ya moyo. Baada ya kuondoka nyumbani kwa mzee Shija, Jessica alielekea kuishi kwa shangazi yake aliyekuwa anaishi Kimara. Maisha yalibadilika ghafla. Kutoka kwenye nyumba ya kifahari, Jessica alijikuta akilala kwenye godoro la kawaida, akiwa na mchanganyiko wa huzuni na matumaini. Hakuwa tena yule Jessica wa jana, alikuwa ameumizwa, lakini ndani yake kulikuwa na chembe ya msamaha na ukomavu mpya. Siku moja, akiwa sokoni kununua mboga kwa ajili ya shangazi yake, alipigwa na butwaa alipoona gari jeupe likisimama karibu naye. Mlango ukafunguliwa na kutoka ndani akatokea Kelvin. Jessica aliganda. Hakujua aseme nini. Kelvin alimtazama kwa sekunde chache, kisha akasema, Kelvin, nilikutafuta, sikuweza kukaa kimya. Nilikuja tu kujua hali yako. Na kama uko tayari, tuzungumze. Waliketi kwenye mgahawa mdogo jirani. Kelvin alikuwa tofauti, amepoa lakini bado na huzuni machoni. Kelvin, nilikuumia sana Jessica. Lakini pia nilijifunza kuwa kila mtu anakosea. Kinachotofautisha ni kama mtu huyo yuko tayari kujirekebisha. Jessica, nilijuta Kelvin. Nilihisi kama nimepoteza kila kitu, lakini sasa najifunza kusimama tena. Sikuomba upendo wako tena, ila natamani unielewe. Kelvin alichukua mkono wake kwa upole. Kelvin, sifahamu kama bado naweza kukupenda kama mwanzo. Lakini najua moyo wangu haujakusahau. Kabla hawajamaliza mazungumzo, Jessica alipokea simu kutoka kwa namba isiyojulikana. Simu. Jessica, hii ni mzee Shija. Tafadhali nisikilize tu dakika moja. Jessica alisita. Kelvin alimtazama. Kelvin, ni yeye, sio? Jessica kwa sauti ya chini, ndio. Kelvin, usijibu. Kama kweli umeamua kusonga mbele, ni lazima uache yaliyopita. Jessica aliangalia simu ikiendelea kuita kisha akaikata. Kwa mara ya kwanza alihisi amemshinda shetani wa zamani aliyekuwa akimfuatilia kila siku. Mambo yalikuwa kimya kwa muda. Jessica aliendelea na maisha ya kawaida Kimara, akijitahidi kusahau yaliyopita. Lakini moyo wake ulikuwa bado unapigana vita vya ndani. Upendo wa Kelvin uliingia ndani ya damu yake, lakini kivuli cha kosa lake kilikuwa mzito kulivuka. Kelvin naye alirudi kwao baada ya ile siku ya kukutana na Jessica. Lakini hakuweza kumweleza mama yake kwamba alimwona Jessica tena. Aliamua kubeba siri hiyo kimoyomoyo. Kilichomshangaza zaidi ni kwamba tangu Jessica aondoke, baba yake mzee Shija alikuwa akitulia sana, sio yule wa mzaha na vicheko vya kila siku. Kulikuwa na kimya cha majuto. Siku moja jioni, Kelvin alipokuwa jikoni akimsaidia mama yake, Mama Tasha alimuuliza swali la ghafla. Mama Tasha, Kelvin, unamkumbuka Jessica?
Kelvin aliduaa. Kelvin ndio, sitamsahau kirahisi. Mama Tasha alikosea, lakini bado najisikia kama nilimfukuza bila kumpa nafasi ya pili. Nilitenda kama mama mwenye hasira, si kama mwanamke mwenye hekima. Kelvin alinyamaza. Alijua mama yake alianza kuona upande mwingine wa Jessica, upande wa msichana aliyepotea kwenye mtego wa tamaa, lakini si mchawi kama alivyodhani awali. Wakati huo huo, upande wa Jessica, mambo yalizidi kuwa magumu. Shangazi yake alifariki ghafla kwa presha na Jessica akabaki peke yake. Alilazimika kwenda kuomba kazi ya uhudumu kwenye mgahawa wakati mjini. Siku moja akiwa kazini, alishangaa kuona gari lile lile jeupe likiegeshwa nje. Kelvin aliingia. Walitazamana kwa sekunde chache. Jessica aliinamisha macho. Kelvin kwa tabasamu la polepole, hujambo? Jessica kwa sauti ya chini, sijambo. Karibu. Kelvin aliketi na kwa muda fulani walinyamaza. Kisha Kelvin akasema, Kelvin, nimekaa na nafsi yangu. Najua uliteseka. Najua ulitamani nafasi ya pili. Je, bado una nafasi kwa ajili ya sisi? Macho ya Jessica yalijaa machozi. Alihisi moyo wake unafufuka. Jessica, Kelvin, sijawahi kukuacha moyoni. Nilijua siku moja unaweza kuniangalia tena kama mwanamke, si kama kosa. Kelvin, basi nisikie vizuri sasa, nataka tuanze tena. Lakini safari hii polepole, kwa heshima na ukweli. Siku kadhaa baada ya kukutana tena, Jessica na Kelvin walianza kuonana mara kwa mara. Walitembea kwenye bustani za jangwani, walikula pamoja kwenye migahawa ya kawaida na waliongea masaa marefu kama marafiki wa dhati. Jessica alihisi anapumua tena. Kelvin hakuwa tu mpenzi, alikuwa msaada, mshauri na sababu ya kutabasamu. Lakini furaha hiyo haikudumu kwa muda mrefu. Siku moja, Kelvin alipokuwa akirudi nyumbani, alimkuta baba yake sebuleni akitazama picha ya familia ya zamani. Mzee Shija alimtazama kwa jicho la shaka. Mzee Shija, nasikia umekuwa ukionana na Jessica. Kweli? Kelvin kwa ujasiri, ndiyo baba. Nimerudi kwake. Sijui kama utanielewa, lakini hii ni nafsi yangu. Sitaki kuishi kwa chuki. Mzee Shija kwa sauti ya juu, yule msichana. Baada ya yote, Kelvin, unajua alichofanya? Utaanzaje familia na mtu aliyekuwa wangu? Kelvin alisimama. Kelvin, hapo ndipo watu huchanganya mambo. Jessica hakuwa mali yako. Alikosea, lakini hakuwahi kuwa wako kwa ndoa au upendo wa kweli. Ulimtumia kwa tamaa zako. Mimi nataka kumpenda kwa heshima. Mzee Shija alinyamaza kwa hasira. Kwa mara ya kwanza alihisi mwanawe ni mtu mzima kweli. Lakini mama Tasha hakuwa ameambiwa bado. Siku iliyofuata, Kelvin aliamua kumpeleka Jessica nyumbani kwao, bila hila, bila woga. Walifika jioni na walipokaribia mlango wa mbele, mama Tasha alifungua akiwa anashangaa. Alipomwona Jessica, moyo wake uliruka. Alitaka kufunga mlango mara moja, lakini Kelvin alizuia. Kelvin, mama, tafadhali. Msikilize tu. Hii si Jessica yule wa zamani. Ni msichana aliyefunzwa na maisha, aliyepitia moto, lakini bado amesimama. Jessica akaongea kwa heshima. Jessica, mama Tasha, najua hakuna neno linaloweza kufuta nilichofanya. Lakini nimebadilika. Sikuja hapa kujitetea. Nimekuja kwa sababu nampenda Kelvin na sijui kama utaweza kusamehe, lakini nipo tayari kustahili msamaha wako. Mama Tasha alinyamaza kwa muda mrefu. Kisha akasema kwa sauti ya chini, Mama Tasha, mapenzi ya kweli yanagharimu. Sasa nataka kuona kama ninyi wawili mpo tayari kulipa gharama hiyo. Wiki 2 zimepita tangu Jessica akaribishwe nyumbani kwa Kelvin. Mama Tasha hakuwa bado amemkubali waziwazi, lakini hakumfukuza tena.
Alikuwa kimya, akimchunguza Jessica kwa kila hatua, kutoka jinsi alivyoongea, alivyosalimia, hadi jinsi alivyojitunza. Jessica hakukata tamaa. Aliamua kupigana kwa heshima. Siku moja, Mama Tasha alikaa naye jikoni. Mama Tasha: Jessica, upendo si maneno. Ni matendo na uvumilivu. Ukimpenda Kelvin kweli, lazima uwe tayari kuvumilia mengi, si tu kutoka kwangu, bali pia kwa dunia itakayokuhukumu. Jessica kwa sauti ya unyenyekevu: niko tayari mama. Sio kwa sababu nataka kuolewa, bali kwa sababu naipenda familia hii, na zaidi ya yote, nampenda Kelvin. Wakati huo, upande wa pili, mzee Shija alikuwa akiendelea kulalama kwa siri. Alijihisi kama aliibiwa mali yake, lakini ukweli uliouma zaidi ni kwamba aliona upendo wa kweli kati ya Jessica na Kelvin, kitu ambacho yeye mwenyewe hakuwa nacho. Kwa hasira ya kiume, aliamua kuzungumza na Kelvin kwa mara ya mwisho. Mzee Shija, ukimchukua Jessica kuwa mkeo, ujue unanikosea heshima. Utakuwa mwanaume anayepora alichoguswa na baba yake. Kelvin, heshima ya kweli ni kusema ukweli. Na ukweli ni kwamba Jessica hakuwahi kuwa wako kihalali. Ulimtumia, sasa ni zamu yangu kumpenda. Mzee Shija alinyamaza. Hakujibu. Miezi ikapita. Jessica alianza shule ya jioni. Kelvin alimsajili kwa siri ili kumsaidia kurudi kwenye ndoto zake. Mama Tasha, kwa mshangao, alianza kumwona Jessica kama mwanamke mwenye maono, si tena mfanyakazi wa ndani. Lakini mtihani mkubwa ulikuja ghafla. Jessica alipokuwa kliniki kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida, alipata habari ya kushangaza: alikuwa mjamzito. Alitetemeka. Alijua Kelvin atashangaa na familia yote inaweza kubadilika tena. Usiku huo alikaa naye uso kwa uso, machozi yakimlenga. Jessica: Kelvin, kuna jambo. Kelvin kwa wasiwasi: nini tena mpenzi? Jessica kwa sauti ya kutetemeka: nina mimba yako. Kelvin alitulia kimya. Kisha akamkumbatia taratibu. Kelvin, hiyo ndiyo baraka ya kweli. Nimekuwa nikitamani kuwa na familia na wewe. Tutaeleza kwa mama na hata baba kama ni lazima. Habari ya ujauzito wa Jessica ilifika haraka kama moto kwenye nyasi kavu. Mama Tasha alipigwa na butwaa. Alikaa kimya kwa siku 2 bila kusema neno hata moja. Kelvin hakushtuka sana, alikuwa tayari kwa maisha mapya. Lakini Jessica, ndani ya moyo wake, alijawa na hofu. Je, atakubaliwa kama mama wa mtoto wa familia hii, au atafukuzwa tena, safari hii akiwa na tumbo? Siku ya 3, familia ilikaa meza moja kwa chakula cha jioni, kimya, kikali na chenye mvutano. Mama Tasha: Jessica, nimesikia una mimba. Ni kweli? Jessica kwa heshima: ndiyo mama. Ni ya Kelvin. Mama Tasha: unajua maana ya kulea familia. Hili sio jambo la mchezo. Kelvin: mama, mimi ni mtu mzima sasa. Na nimeamua. Nampenda Jessica na huyu ni mtoto wetu. Si wa ajali. Ni wa upendo. Mama Tasha alimwangalia Kelvin kwa macho ya upole, kisha akamgeukia Jessica. Mama Tasha: nimekuchukia kwa muda mrefu, Jessica. Kwa sababu niliona unavunja familia yangu. Lakini sasa ninaona umejenga familia yako mwenyewe. Na kwa hilo, nakupa baraka zangu. Jessica alilia. Kwa mara ya kwanza, machozi yake yalikuwa ya furaha. Kelvin alishika mkono wake na wote wawili walimshukuru mama yao kwa moyo wa dhati. Lakini bado mmoja alikuwa hajazungumza: mzee Shija. Siku iliyofuata, Jessica na Kelvin walimtembelea ofisini kwake. Jessica akiwa na ujasiri mpya, alisimama mbele ya mwanaume huyo aliyewahi kumtawala kwa hila. Jessica: nakuomba mzee Shija. Kama si kwa ajili yangu, basi kwa ajili ya mtoto huyu. Tunahitaji amani. Tunahitaji familia. Mzee Shija alimtazama Jessica kwa muda mrefu, kisha akainama kidogo na kusema,
Mzee Shija, mara ya kwanza niliona kama umenidhalilisha, Jessica. Lakini sasa naona ulinifunza kitu, kuwa si kila mwanamke ni wa kutumia. Wewe ni mwanamke wa kuheshimiwa. Na mwanangu ameona hilo kabla yangu. Alinyoosha mkono wake akampatia Kelvin Borsher. Mzee Shija, hii ni zawadi ya ndoa yenu. Anzisheni maisha yenu kwa heshima, si kwa siri tena. Miezi mitatu baadaye, harusi ilifanyika bustanini. Jessica alitembea kwenye zulia jeupe, macho yakiwa na nuru ya mwanzo mpya. Kelvin alimtazama kama malkia wake wa milele. Na pale mbele ya umati, Jessica aliahidi, nitakupenda kwa kweli, kwa heshima na kwa msamaha, sio kwa sababu ya yaliyopita, bali kwa sababu ya maisha tunayoanza leo. Mwisho.